safisha na kulinda mazingira. Hatua hiyo inalenga kuimarisha umoja na mshikamano katika kulinda afya na uchumi wa jamii. Sasa twende tukapate taarifa hii kutoka kwa mwanahabari wetu Ahmad Jaribu. Hii ni taarifa ambayo itakuhamasisha hata uhamie kule, kwa sababu hakutakuwa na mbu kuanzia leo. Hiyo imefikiwa siku chache baada ya uzinduzi wa kampeni ya mitaa safi vijana shupavu iliyozinduliwa na taasisi ya Health Generation Initiative Februari 28, 2026, ikiwa na lengo la kuifanya jamii ipige hatua katika kulinda afya pamoja na mazingira kwa ujumla. Waruhusu vijana waingie kwenye hii taasisi, kwa sababu ni taasisi ambayo inawasogeza vijana, hata yale makundi ambayo ni vijana ambao wanakaa barabarani kuibia watu, kukaba watu. Hii imejitokeza na tunamshukuru Mungu kwa hii taasisi. Hii taasisi inainua vijana kwa sababu hawako tena kwenye makundi yale ya anasa. Hata vijana wa maeneo haya wameshajitambua, wengi wameingia kwenye hii taasisi. Kwa sababu kwenye usafi sio wengi tunazingatia, maana wengi tuko busy na kazi. Tunapofika eneo kama ile kazi ni kazi tu, tunachojua kazi imeingia tunafanya. Lakini kwenye mambo ya usafi sasa tunashindwa kuzingatia, lakini hapa tumefurahi na sisi wenyewe tutaongeza juhudi kuendelea kufanya usafi. Kwa upande wake Daktari Adolf Mtenga amesema mbali na shughuli za utunzaji wa mazingira zinazosimamiwa na HGI Foundation, jamii inahitajika kuwawekea mazingira rafiki vijana ya kuendesha shughuli zao za kiuchumi na si ya kuwavunja moyo. Mradi huu una lengo la kuwezesha vijana kiuchumi. Kijana ambaye mifumo iliyopo ya kijamii Tanzania imemkataa au si rafiki kwake na hana usimamizi. Ndani ya mradi huu tutampatia usimamizi, tutampatia udhamini wa kuanzisha na kutekeleza na kuyafikia ndoto yake. Na pia tutamsimamia kijana huyu ili tuweze kuona matokeo ambayo tusingeweza kuyapata kupitia mifumo iliyopo. Ndani ya mradi huu pia kuna uwezeshaji wa umiliki wa mali kama vyombo vya moto katika mfumo ambao ni rafiki mno, na ni mfumo ambao ni wenye usimamizi wa hali ya juu, wenye lengo la kupata matokeo chanya tutakapomalizana na kijana huyu ndani ya mwaka mmoja. Yani nilikuwa naendesha dewaka, tunapata hela kula, yani hivyo yani, lakini sio kupata ile ya maisha, sijawahi kupata. Hapa matarajio yangu kidogo nitabadilisha maisha yangu, kwa sababu maisha yetu kidogo magumu, kwa sababu F6 yani itatusaidia kweli, kwa sababu kuleta F6 nyingine tutaweka, yani tutajitahidi hivyo tutajikwamua kiuchumi. Ahmad Jaribu, EATV, Dar es Salaam. Naam, wakati huu ukiendelea kufuatilia EATV saa moja popote pale ulipo Afrika Mashariki na Kati, tukiwa na utajiri huu wa habari ambao tumekukusanyia. Sasa wanawake, kongole sana kwenu kwa